Ilikuwa alfajiri yenye ukimya mzito katika jiji lililojaa mwendo wa haraka. Mama mmoja kijana alitembea kwenye korido ya hospitali akiwa na uso wa huzuni iliyovuka maelezo. Mikono yake ilitetemeka alipoangalia watoto wake mapacha waliolala kimya kwenye kitanda cheupe. Hakutaka kuangalia tena, kwa sababu kila sekunde ilimkumbusha kile ambacho hakukuwa na nguvu ya kukilea. Alipowafunika kwa blanketi la mwisho, machozi yalimdondoka moja moja kana kwamba yalikuwa barua ya kuaga. Aliweka karatasi ndogo kando yao, imeandikwa kwa wino uliotetemeka: naomba msamaha, siwezi. Alitajataja jina lake kimoyomoyo, kisha akaangalia milango yote kuhakikisha hakuna anayemwona. Kwa hatua za haraka alitoka nje ya hospitali na hakurudi tena. Wauguzi walipowakuta watoto hao wakilia baada ya dakika chache, hali ilibadilika kuwa taharuki. Hakukuwa na namba ya simu wala taarifa yoyote za mama huyo. Kilichobaki ni karatasi tu na mapacha waliokuwa hawajui chochote kuhusu dunia iliyowatelekeza. Lakini maisha yao yalikuwa yameanza safari isiyotarajiwa. Moyo wa mama unaweza kuvunjika mpaka ukasahau hata sehemu ya mwili wake. Lakini swali linabaki. Je, maumivu yake yalikuwa makubwa kiasi cha kushinda majukumu yake? Hilo jibu halikuandikwa kwenye karatasi aliyoachia. Katika chumba cha ustawi wa jamii, mazungumzo yalikuwa mazito kama mawingu ya mvua. Wahudumu walijaribu kutafuta mtu wa kuwachukua mapacha, lakini hakuna aliyekuwa tayari kwa watoto wawili kwa pamoja. Familia nyingi zilijitokeza, lakini kila moja ilikuwa na vigezo vyake. Na hapo ndipo hatima ya mapacha hao ilipogeuka bila huruma. Mtoto wa kwanza alichukuliwa na mwanamke mfanyabiashara aliyeishi upande wa mashariki mwa jiji. Alimpa jina Pendo kwa sababu alihisi msichana huyo angehitaji upendo mwingi maishani mwake. Aliahidi kumlea kama mwanae, na kweli alifanya hivyo kwa moyo wote. Lakini hakumwambia Pendo ukweli kuhusu asili yake, si kwa uondo, bali kwa hofu ya kumuumiza. Wazazi walezi hujitahidi, lakini hata mioyo yao ina mipaka. Kuna ukweli ambao wanaujua mapema, lakini wanauzuia mpaka muda ufae. Huu ndio ukweli ambao mama mlezi wa Pendo alijificha nao. Mapacha wa pili alichukuliwa na mwanamume mkongwe aliyeishi magharibi mwa jiji, eneo lenye maisha magumu kidogo. Alimpa jina Donald, akisema jina hilo lingempa nguvu ya kukabiliana na dunia. Hata hivyo, maisha yaliyomlea yalikuwa na ukali, nidhamu na kimya kisichoelezeka. Na ndani ya Donald kulikuwa na ombwe ambalo hakujua limetoka wapi. Kila mara alimuuliza mlezi wake, mimi nilitoka wapi? Lakini jibu lilikuwa lile lile kila wakati: wewe ni zawadi, na si kila zawadi inajua ilipotengenezwa. Maneno hayo hayakumjenga, bali alimuacha na maswali zaidi. Na usiku wake wa manane ulikuwa umejaa maumivu ya kutotambulika. Kuna majeraha ambayo hayasikiki, lakini yanaishi ndani ya mifupa kama sauti ya siri. Donald aliibeba sauti hiyo tangu utoto, akiamini siku moja angegundua ukweli. Miaka 18 baadaye, jiji lilikuwa limebadilika. Majengo marefu, taa zinazowaka usiku mcha, na maisha ya mbio mbio. Pendo alikuwa msichana mwenye malengo aliyejaa utu na tabasamu lililoleta faraja kwa watu wengi. Lakini ndani yake kulikuwa na mashaka yasiyoeleweka kuhusu historia yake. Alijihisi kama sehemu ya maisha yake ilikosekana. Siku moja aliporudi nyumbani kutoka chuoni, alikuta bahafu nyeupe kwenye mlango. Ilionekana kama mtu aliyeiweka hakutaka kujulikana. Ndani yake kulikuwa na karatasi ya zamani, imechakaa, na mstari mmoja tu: hujawahi kuwa peke yako. Ujumbe mdogo unaweza kugeuza maisha ya mtu mzima. Bahafu ile haikuja kuleta majibu, ilikuja kuamsha mlango wa siri uliofungwa kwa miaka mingi. Haikuchukua muda mbala Donald naye kupata bahafu kwenye sanduku la barua la nyumba ya mlezi wake. Ndani yake kulikuwa na picha ya mwanamke mwenye macho yaliyojaa huzuni, mama yao. Chini ikaandikwa, huyu ndiye aliyekuacha. Donald alitetemeka aliposhika picha hiyo mikononi.
alijihisi kama dunia imebadilika ghafla chini ya miguu yake. Na bila hata kujua, yeye na Pendo walikuwa wanakaribia kukutana kwenye ukweli ambao hauepukani. Ukweli wa damu, majeraha na mwanzo mpya. Usiku huo hakukuwa wa kawaida kwa Pendo. Alikaa kitandani akiwa ameshika bahafu nyeupe kama kitu kilichoiba pumzi yake. Moyo wake ulipiga kwa kasi isiyo ya kawaida, kana kwamba ulikuwa unatangaza mwanzo wa sura mpya maishani mwake. Alimuita mama mlezi, lakini simu iliendelea kuita bila kupokelewa. Alichukua bahafu hilo tena na kuisoma mara ya 4, akitafuta dalili ya mwandishi. Hakukuwa na jina, wala siku, wala penyeji wa barua. Lakini mstari ule mmoja ulitikisa roho yake. Alijua lazima iwe ujumbe wa mtu anayejua siri ya zaliwa kwake. Upande mwingine wa jiji, Donald alibado amekaa kwenye couch, picha ya mama yao ikining'inya mikononi. Alijihisi kama mtu aliyepasuliwa kifua ghafla, akafunuliwa moyo bila onyo. Kumbukumbu za utoto wake zilipiga kelele zaidi kuliko kawaida, na hakujua kama alikuwa tayari kwa safari hii ya ukweli. Ukweli hauna tarehe nzuri ya kuujua. Unakuja ukiwa baridi, mkali na usiomba ruhusa. Donald alikuwa amekabiliwa na ukweli sambat, hata hakuutafuta. Pendo aliamua kuenda kituo cha ustawi wa jamii kesho yake. Alikuwa na imani kwamba huko ndiko kulikuwa na siri ya kuzaliwa kwake. Alipofika, alikutana na mazingira yaliyomrudisha nyuma miaka mingi bila kujua. Kwenye ukumbi wa kusubiri, macho yake yaliangalia watu waliokuwa wamejaa maswali kama yake. Afisa mmoja alisimama mlangoni na kumuita kwa jina lake, Pendo Njorogo. Akasimama taratibu, miguu ikitetemeka kama mtu anayekaribia kufunua jalada la maisha yake. Afisa huyo alimsimamisha mezani na kuanza kuuliza maswali ya kawaida: historia, majina na tarehe. Lakini kisha akauvuta faili la zamani liliokuwa na ukungu wa muda. Faili la zamani linaweza kuwa na pumzi ya maumivu ya watu wengi. Ukilifungua, linatoa harufu ya miaka iliyopotea. Na mara nyingi linabeba majina ambayo yanabadili maisha ya watu. Afisa alisema, "Tuna kitu cha kukuonyesha." Alitoa karatasi iliyokuwa na jina la mama aliyejitambulisha hospitalini na kusuka mbele. Macho yake yalipanuka aliposoma jina hilo. Halikuwa jina aliwahi kulisikia maishani mwake. Lakini karatasi hii ilikuwa na jambo lingine. Mstari mdogo chini ya jina: mtoto wa pili alihadanishwa kwa familia tofauti. Pendo alihisi kama pumzi imemkimbia. Ndani ya sekunde chache, maneno ya kwenye bahafu yake yakapata maana mpya. Hujawa haikuwa peke yako. Kuna maneno machache ambayo yanaweza kubadili hatima ya mtu kama neno ndugu. Pendo hakuwa amepoteza mtu, alikuwa hajawahi hata kumuona. Wakati huo huo, Donald naye alienda kwenye kituo cha ustawi wa jamii kwa msuko ule ule wa ndani. Hatujua ni nini anachoenda kukutana nacho, lakini alihisi lazima afike. Alipoketi, aliona watu wachache, faili zilizopangwa vibaya, na hisia ya mambo yaliyosahaulika. Mwili wake ulitetemeka aliposikia jina lake likiitwa. Afisa aliyempokea alimwangalia kwa macho yenye huruma ya ndani. Alisema, "Wewe pia una haki ya kujua." Alitoa faili lililoonekana sawa kabisa na la lile la Pendo. Donald aliposoma jina la mama yao kwenye karatasi, mikono yake ilianza kutetemeka. Mara mbili za maisha wakati mwingine huja kama kioo. Kitu kilichotokea upande mmoja kinatokea upande wa pili. Donald na Pendo walikuwa kwenye milango miwili tofauti, lakini ukweli mmoja. Afisa alimpigia Donald picha ile ile ya mama yao ambayo alikuwa ameshikishwa kwenye bahasha. Kisha akaongeza sentensi ambayo ilimgeuza kuwa baridi ghafla. "Ulikuwa mapacha, lakini dada yako alienda kwa familia nyingine." Donald alinyamaza, macho yakikosa mahali pa kutua. Katika muda huo huo, Pendo alitoka nje ya kituo hicho akilia polepole, akihisi dunia ikimzunguka. Donald naye alisimama nje, akiwa ameshikilia faili lake kwa nguvu. Barabara yao hazikuwa mbali.
Walikuwa umbali wa mita 200 pekee bila kujua. Hatima ilikuwa inaanza kuwaandaa kwa kukutana ambako kingebadili maisha yao milele. Jua la asubuhi lilikuwa bado halijainuka vizuri, barabara za jiji zikijaa magari na watu wanaokimbiza maisha yao. Pendo alikuwa amesogea taratibu mbele ya kafe moja karibu na kituo cha ustawi cha jamii. Hali yake ya huzuni na shaka ilimfanya akae mbali, akiangalia kila uso unaopita. Lakini alijua kuwa mtu fulani alipo kwenye jiji hili alikuwa akimsubiri, kama vile hatima ilikuwa imeandikwa tayari. Donald alitembea kwenye barabara ile ile, kisha alisimama karibu na duka la kahawa. Hakujua kwa nini alihisi mpango wake wa siku unakuwa na maana zaidi kuliko kawaida. Alijua kitu kipo, kitu ambacho kilimfanya kutetemeka kwa ndani. Na mara zote alijisikia kama ana hatimaye kukutana na sehemu ya maisha aliyokuwa akitaka kujua. Hali hiyo ilikuwa ya ajabu. Pamoja na ukimya wa jiji, mwendo wa watu na magari uliendelea kwa kawaida. Lakini kwa Pendo na Donald, kila kipande cha jiji kilionekana kuwa na siri. Kila kona ilikuwa kama alama ya kilio cha zamani. Macho yao yalishika mwelekeo huo ule, bila kujua kuwa walikuwa wakielekea kwenye mlango mmoja wa hatima. Na hata pumzi zao zilihisi mchanganyiko wa hofu na matumaini. Mara nyingi, maisha yanapopanga kukutana kwa watu wawili, mtu anayekagua nyumba yake. Kwenye kona hiyo, aliona kijana ambaye macho yake yalionekana kuwa yenye kutia hofu na shaka kwa wakati mmoja. Hapo ndipo pumzi yake ilipokoma. Hakujua ni kwa nini, lakini alihisi kitu kinamshika kwa nguvu. Kijana huyo alikuwa Donald, na wote walitambua mara moja. Hapakuwa na shaka tena. Walisogea taratibu, macho kwa macho, bila kusema neno lolote. Kulikuwa na uoga na hofu inayopishana na nyuzi za joto wa hofu na msisimuko. Pendo alihisi kama moyo wake unapiga kwa kasi zaidi kuliko milele. Donald naye alihisi hali ile ile, kama kumbukumbu za utoto zinamchoma ndani ya nafsi yake. Wakati mwingine, kuona uso unaojulikana bila maneno ni zaidi ya kuelewa. Ni kama dunia inakupeleka kwenye sehemu ya ukweli uliosahaulika. Pendo, Donald aliuliza kwa sauti ambayo ilitetemeka kidogo. Pendo alidanganya kicheko kidogo, lakini macho yake hayakuficha mshangao. Donald akajibu kwa sauti ndogo. Wote walijua kuwa huu ni mwanzo wa kitu sichokuwa cha kawaida. Waliketi kwenye mkaa wa kahawa wakijaribu kuzungumza, lakini maneno yalienda taratibu. Hakuna aliyeanza, kila mmoja akijaribu kufahamu ni wapi wanaanzia. Hali ya huzuni, kuchanganyikiwa na matarajio yalijaza hewa, na mwendo wa jiji uliendelea kuwa sehemu ya historia yao mpya. Wakati unaovuka unakuwa sahihi au si sahihi kulingana na jinsi unavyopokea ukweli. Pendo na Donald walikuwa wakiupokea kwa pamoja, bila kujua jinsi maisha yao yangegeuka. Donald alitoa picha ya mama yao walioipata kwenye bahasha. Pendo alitetemeka aliposhika picha hiyo, macho yake yakijazwa maji ya machozi. "Kwa kweli ni mama yetu?" aliuliza kwa sauti ndogo. Donald hakuwa na jibu, bali alikumbuka maneno ya afisa. "Huyu ndiye aliyekuacha." Wote walishikana mikono kwa mara ya kwanza, huku hali ya upweke wa miaka mingi ikianza kupungua. Lakini kwa pamoja, walihisi kutokamilika. Kuna maneno ambayo bado hayajasemwa na hisia ambazo bado hayajaelezeka. Ni kama dunia iliketi kimya, ikiwakilisha barabara za maisha yao zilizokuwa mbanwa na siri. Waliamka kidogo, wakijua safari haikuishia hapa. Wakati wa kwanza wa kuungana na ndugu baada ya miaka mingi hauwezi kufutika. Ni sehemu ya nafsi, inakaa ndani, ikikusababisha kuangalia mbali na hata kuona maisha kwa njia tofauti. Pendo alisimama na kuona Donald akitabasamu kidogo, macho yake bado yakiwa na mashaka. "Tunapaswa kupata ukweli wote," Pendo alisema. Donald alikubali, akijua safari yao haikuishia kwa bahasha na picha pekee. Hatima ilikuwa inaanza kuandika hadithi mpya, kwa kweli, kwa familia iliyopotea. Wakiwa pamoja, walijua kuwa wapo kwenye mwanzo wa mchakato wa kugundua historia yao. Jiji lilikuwa likiwapokea kwa utulivu, lakini ndani yake kila kona ilionekana kuwa na siri ya miaka iliyopita.
Hali ya hofu, matumaini na mshikamano wa damu ilijaza hewa, na bila wao kujua, hatima ilianza kuandika sura mpya ya maisha yao, sura ambayo ingeendelea kwa barua, picha na siri zilizokuwa sijulikani. Pendo na Donald walikusanyika kwenye nyumba ndogo ya kahawa wakiwa na bahasha na picha zote walizopewa. Hali ilikuwa ya kimya, lakini ndani ya kimya hicho kulikuwa na mwendo wa mioyo miwili yenye kutetemeka. Wote walijua kuwa wapo kwenye mwanzo wa kupata majibu ya maswali yote yaliyokuwa yakiwazunguka kwa miaka, lakini waliacha kila mmoja apate pumzi ya kuandaa mawazo kabla ya kuanza safari ya kweli ya kugundua. Donald alichukua picha ya mama yao na kuiweka mbele ya Pendo. "Ni wakati wa kuelewa," alisema kwa sauti ambayo ilikuwa inaajaja. Pendo alikumbuka kila bahasha, kila mstari na kila ishara ya huzuni aliyokuwa akihisi akiwa mdogo. Macho yake yaliwaka, akijua kila neno la mama yao lina maana nzito. Walijaribu kutafuta anwani za zamani zilizo kwenye bahasha. Kila karatasi ilikuwa na namba ndogo, barua na maneno yaliyobebwa na muda. Pendo alihisi mwendo wa nguvu za kiishoni mchukua, huku hisia za huzuni na hasira zikijitokeza. Donald naye alijisikia kuchanganyikiwa, hofu, hasira na hamu ya kujua ukweli. Ukweli ni kama mti wenye mizizi mirefu. Wakati unapoanza kudondosha majani yake, huwezi kujua jinsi mizizi inavyokuwa ndani ya ardhi. Pendo na Donald walikuwa wakidondosha majani, wakitafuta mizizi yao. Walipofika katika nyumba ya mama yao, ilikuwa ndogo na ya kawaida, lakini ukuta wake ulikuwa umejaa picha za zamani. Hapo walikutana na mzazi wa zamani, aliyechukua hatua kubwa ya kuwapoteza mapacha wake. Mama huyo aliketi kando yao, macho yake yakijaa huzuni na machozi yaliyokosa kutoweka. Hakusema mara moja, bali alijaribu kupata maneno ambayo yangewapa majibu. "Nilifanya makosa makubwa. Nilijaribu kuwalinda kutoka kwa maumivu ambayo sikujua ningeyakabiliana nayo. Lakini kwa kufanya hivyo, niliwafanyia maumivu makubwa zaidi." Pendo na Donald walimsikiza kwa ukimya, kila neno likichomeka ndani ya nafsi yao. Maumivu ya mzazi yanaweza kuwa nzito kuliko yale ya watoto, lakini mara nyingi maumivu hayo yanapoonyeshwa yanavunja kuliko kulinda. Mama alidai sababu ya kuwapoteza mapacha hao: hofu ya maisha magumu, ukosefu wa msaada na hofu ya kupoteza watoto wote wawili. "Nilihisi ni bora waachie kwa familia nyingine ili wapate fursa nzuri," alisema huku machozi yakidondoka. Donald aliguswa, lakini pia alihisi hasira kidogo. Haikubaliki kwa dhana yake ya haki. Pendo alihisi mchanganyiko wa huruma na huzuni, akijua mama alikuwa na moyo mzuri ndani ya makosa yake. Hali ya kimya ilidumu kwa sekunde chache, kila mmoja akijaribu kuchukua pumzi ya ndani. Waliweka mikono pamoja, wakijaribu kuelewa hali ya mama yao na kile kilichowatokea. Ni wakati wa kweli, wakati wa kuona kwamba hatima zao zote zilikuwa zimeunganishwa na hatua moja isiyo ya kawaida. Na kwa mara ya kwanza, walihisi familia yao ilirudishwa, hata kama ilibebwa na maumivu ya zamani. Uchunguzi wa kweli haujaisha kwa majibu pekee. Unaanza kuibua hisia, kumbukumbu na changamoto ambazo hazijawahi kushughulikiwa. Mama aliendelea: "Siku zote nilitaka kuwa karibu nanyi, lakini hofu yangu ilinivuruga. Nilijua kama ningejitosa, ningepoteza uwezo wa kuwalea vyema." Donald na Pendo walijua sasa kuwa uamuzi huo haukuwa urafiki, bali uamuzi wa kumlinda mama mwenye hofu na hofu. Hali hiyo ilibeba huzuni, hasira na huruma katika mioyo yao yote. Pendo alirudi macho yake kwa Donald akisema, "Sasa tunapaswa kuamua mustakabali wetu." Donald alikubali, akijua kuwa hawawezi kurudi nyuma. Waliamua kuwa wakiwa pamoja hawawezi kuachwa tena. Hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kujenga familia yao mpya bila siri za zamani. Familia ni zaidi ya damu tu, ni historia, hisia na uhusiano wa kweli unaojengwa bila kujali makosa ya zamani. Mama aliketi pembeni akisalimiana na kila mmoja kwa machozi. "Naomba msamehe hofu yangu, lakini sasa tunapaswa kuangalia mbele,"
alisema. Pendo na Donald walijisikia mchanganyiko wa huzuni na furaha. Kila kitu kilikuwa cha kweli sasa. Wote walijua kuwa safari yao haikuishia hapa. Ilikuwa mwanzo wa maisha mapya. Waliibuka nje ya nyumba, jua la mchana likiwaka juu ya jiji. Barabara zilionekana kuwa na mwanga mpya, kama kuonyesha kuwa hatima inaweza kubadilika hata baada ya makosa makubwa. Na mikono yao iliungana kwa nguvu, akijua kuwa hatimaye hawataachwa tena. Na dunia, licha ya changamoto zote, ilionekana kuwa wapo mahali ambapo familia yao inaweza kuanza tena. Jua lilikuwa limeangaza kwa nguvu zaidi kuliko siku za awali. Pendo na Donald walitembea barabarani, wakishikiana mikono kwa hisia za mshikamano wa damu. Hakuna maneno mengi, kila hatua ilizungumza zaidi ya lugha yoyote. Jiji lilijaa mwendo, lakini kwao ulimwengu ulipungua hadi pale walipo. Wakiwa karibu na nyumba ya mama yao, waliona mwangaza wa nyumbani na wingi wa kumbukumbu. Pendo alihisi furaha changamano na huzuni. Furaha kwa kuwa walikuwa pamoja, huzuni kwa miaka walioipoteza. Donald alikumbuka machozi aliyokuwa akiyaficha kama mtoto mdogo. Na mara hii walijua kuwa hatimaye familia yao ilikuwa imerudishwa. Mama aliwaita ndani ya nyumba akiwapa keki ndogo ya sherehe ya pamoja. Alisema, leo ni mwanzo mpya. Leo hakuna siri, hakuna huzuni, kuna familia tu. Pendo aliguswa, akijua kwa maneno hayo yalichukua miaka mingi kujazwa. Donald alikumbuka machozi ya bahafa na picha, sasa yalikuwa pahati ya historia iliyomalizika. Hakuna furaha inayojazwa bila historia ya maumivu. Lakini kwa kuruhusu historia hiyo, mtu anapata nguvu ya kujenga upya maisha yake. Walikaa pamoja kwenye meza ya chai, wakicheka, kuzungumza na kugundua mambo mapya kuhusu kila mmoja. Pendo alijua kuwa Donald alikuwa na nguvu na hisia ambazo hazikuonekana awali. Donald aliona upole na utulivu uliokuwa ndani ya Pendo. Hii ilikuwa mwanzo wa kujenga uhusiano wa kweli wa ndugu wa damu na moyo. Mama aliwaambia hadithi za utoto wao hatua kwa hatua. Kila neno lilichukua mzizi wa huzuni iliyopotea na kuibadilisha kuwa furaha ndogo ndogo. Pendo alitabasamu akijua kuwa hatimaye alikuwa na historia kamili. Donald naye alikubali kila maumivu ya zamani na kuanza kuunda uwepo mpya wa familia. Familia ni sio tu kuwa pamoja kwa damu, bali ni kujenga historia mpya pamoja. Hii ni nafasi ya kurekebisha makosa ya zamani kwa furaha, mshikamano na upendo. Baada ya mlo, Pendo alipendekeza kutembea kando ya mto mdogo ulioko karibu. Donald alikubali kwa shauku, akijua kila hatua ni ishara ya kuanza upya. Walitembea kwa utulivu, kinyume na maisha ya haraka ya jiji lililojaa kelele. Hali hiyo ilijaza mioyo yao kwa amani na matumaini. Pendo aliongea kwanza. Sasa tunaweza kuwa ndugu kweli, bila hofu, bila siri. Donald alitabasamu, macho yake yakijaza furaha isiyoelekezwa. Hakuna maneno makubwa. Uhusiano wao ulianza kuunda historia yenye nguvu. Ni hisia za kweli, zisizo na masharti. Wakati historia inapofungwa kwa umakini, mioyo huanza kujenga sehemu mpya. Uhusiano wa damu unakuwa mgumu zaidi kuliko kufungwa kwa baraza la chuma. Waliporudi ndani ya nyumba, mama aliwaambia, kila hatua mnayochukua pamoja inaimarisha historia yenu. Pendo na Donald walisikiliza kwa makini, akijua kuwa kila neno lilichukua nafasi ya huzuni ya zamani. Hii ilikuwa sehemu ya kuunda historia ya familia yao. Hakuna mwingine aliyekuwa na nguvu hiyo isipokuwa wao wenyewe. Walikaa pamoja wakishirikiana ndoto zao za baadaye. Pendo alielezea ndoto yake ya kuwa mwalimu, kuongoza wengine na kusaidia jamii. Donald alishirikisha ndoto zake za kuwa kiongozi wa biashara, lakini pia kuongoza familia yake kwa furaha. Waliunda mikakati ndogo ndogo, akijua sasa wapo pamoja. Uhusiano wa kweli unaanza pale ambapo hatuwezi kuishia kuogopa. Wakati furaha na huzuni zinachanganyika, familia inakuwa kwa nguvu. Jioni ilipofika, jiji lilionekana kimya, lakini ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na mwangaza wa kweli. Mioyo yao ilijaa amani, furaha na matumaini mapya. Hakuna bahafa, hakuna picha, hakuna siri. Kila kitu kilikuwa wazi. Waliweza kulala kwa utulivu, akijua hawataachwa tena. Na hivyo, historia ya mapacha waliotelekezwa na mama yao ilimalizika kwa mshikamano wa kweli.
Pendo na Donald walijenga uhusiano wa ndugu wa damu, akijua familia ni zaidi ya damu tu, bali ni upendo, msamaha na hatimaye mwanga. Jiji lilijaa maisha, lakini wao walijua kuwa familia yao na sasa ni salama na maisha mapya yalianza. Na hakika walijua kuwa hatima yao ilikamilika, lakini kwa mwanga wa matumaini. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu. Asante kwa kutazama mpaka mwisho. Tukutane wakati mwingine.